Wapenzi watazamaji, tukiwa bado tunaendelea kuangazia swala zima la mfumo wa akili wa mwanadamu, ni kivipi unaweza ukaathiriwa na mambo mbalimbali. Sasa hii leo jambo ambalo tutaenda kulitazamia kwa ukaribu zaidi ni kivipi maisha duni yanaweza kuathiri mfumo wa akili wa mwanadamu. Tutaenda kuangazia pointi kutoka pointi namba 1 mpaka namba 10. Dr. Lucas hapa utakuwa sambamba nami toka tunapoanza na mpaka tutakapotamatisha. Lakini ningeomba kama tuwe ni wa kwanza kufungua video hii, naomba usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili tuwe wa kwanza kupata taarifa zetu tu pindi ambapo tunakuwa tunazi-upload. Twende pamoja sasa tukazitazame pointi hizo 10 za kivipi mazingira duni yanaweza kuathiri mfumo mzima wa akili ya mwanadamu. Ndiyo, mazingira duni yanaweza kuathiri sana afya ya akili ya mtu. Kivipi? Namba 1, huweza kupelekea msongo wa mawazo wa kudumu. Kuishi katika mazingira yenye kelele nyingi, msongamano au ukosefu wa faragha huongeza kiwango cha msongo wa mawazo. Namba 2, huweza kupelekea ukosefu wa usalama, kwani kuishi katika maeneo yenye uhalifu ama vitisho vya mara kwa mara huweza kupelekea hofu, wasiwasi na PTSD ama post traumatic stress disorder. Maisha duni yanaweza kupelekea magonjwa yanayotokana na mazingira, kwani mazingira machafu husababisha magonjwa ya mwili ambayo huathiri pia hali ya kisaikolojia kama vile huzuni ama wasiwasi unaotokana na ugonjwa wa kudumu. Tabia namba 4, ukosefu wa fursa za burudani na mapumziko. Hivyo kukosa maeneo salama na ya kupumzika kama bustani ama vituo vya burudani huathiri ustawi wa kiakili. Namba 5, maisha duni ni chanzo cha upweke na kutengwa kijamii, kwani mazingira yasiyo na mwingiliano wa kijamii huweza kupelekea mtu kujisikia mpweke, hali inayochochea huzuni pia hata mafadhaiko. Namba 6, maisha duni ni chanzo cha ukosefu wa huduma bora za afya ya akili, kwani katika mazingira duni huduma hizi huwa haba sana au hazipo kabisa, hivyo watu hukosa msaada pindi tu pale ambapo wanakuwa na uhitaji. Namba 7, mzigo wa kiuchumi, umaskini na ukosefu wa ajira huongeza hali ya kukata tamaa na wasiwasi wa kila siku kuhusu swala zima la maisha. Namba 8, makazi ya kudumu, kwani kuishi kwenye nyumba zilizojaa watu au zisizo na huduma muhimu kama vile maji safi huweza kuongeza msongo na hisia za kutothaminiwa. Namba 9, maisha duni huweza kupelekea hali ya ubora mdogo wa hewa na uchafuzi pia wa kimazingira, kwani uchafuzi wa hewa umehusishwa na ongezeko la matatizo ya kiakili kama mfadhaiko, hata pia matatizo ya kumbukumbu. Kabla hatujaenda kwenda kutazamia namba 10, pointi muhimu ya kivipi swala zima la maisha duni linaweza likapelekea changamoto kubwa hasa kwenye mfumo mzima wa akili ya mwanadamu, naomba kuweza kukumbusha, kama wewe ni wa kwanza kufungua chaneli hii, usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili tuwe wa kwanza kupata taarifa zetu mpya pindi tu tunapokuwa tunazi-upload. Namba 10, hii ni pamoja na athari kwa watoto pia hata vijana, kwani kukua katika mazingira duni huathiri ukuaji wao wa kiakili, kijamii, kihisia, hali inayoweza kuathiri maisha yao ya kudumu. Kwa matatizo ya afya ya akili, matatizo ya vidonda vya tumbo, hata pia nguvu za kiume kwa upande wa wanaume, safari ya afya iko mbele yako, kwani swala zima la ujenzi wa afya ni jukumu ambalo linatuhusu sisi sote. Hivyo kwa changamoto kuu hizi
Tunazo dawa muhimu sana madhubuti kwa ajili ya kuweza kutibu matatizo ya vidonda vya tumbo, nguvu za kiume kwa upande wa wanaume, na uzuri tu ni kwamba dawa hizi zinapatikana kwa gharama nafuu sana, na uzuri mwingine zaidi ni kwamba dawa hizi tunazisafirisha mikoani, hivyo yoyote yule ana uwezo wa kufikiwa mahala popote pale ndani ya muda, na hata yeye mwenyewe akaanza kutumia kwa wakati sahihi katika kuweza kutibu matatizo yake hayo alionayo. Hivyo pia niendelee kuwashukuru wale wote ambao wamekuwa mstari wa mbele sana katika kufuatilia video zetu mpya pindi ambapo tumekuwa tukizi upload. Cha msingi usiache kusubscribe, kulike, kushare pia kwa watu wengine, ili waweze kujifunza mambo mengi sana ambayo yanahusiana na swala zima la kiafya. Kwa hayo yote sina kitu kingine cha ziada cha kuweza kuzungumza zaidi ya kuendelea kuwashukuru sana. Asanteni, Mungu awabariki.